ikifuatia wanafunzi ambao leo tumejikusanya kwa ajili yao, hasa wale ambao wanamaliza masomo. Tatu, ndugu zangu wote walioalikwa katika hafla hii mutawadhi'a, nachukua fursa hii kuwakaribisheni katika hafla hii ambayo imeandaliwa kwa muda mchache kwa ajili ya kukumbushana au kuwakumbusha vijana wetu wanaomaliza masomo ya thanawi mwaka huu. Nimegusiwa kwamba pia na vijana mtawasito wanamaliza, pia leo ni siku yao ya kutaharaj, lakini hima kubwa tunaipeleka kwenye ndugu zetu vijana wa thanawi, kwa sababu malengo ya mahadi hii kama ilivyobainishwa kwenye bango kule kwamba ni kwa ajili ya i'dadul a'imma wa du'a, ni kwa ajili ya kuandaa maimamu na maduati. Ndio lilikuwa asasi na malengo ya kuanzishwa mahadi hii. Mahadi hii wakati inaanzishwa, tukizungumzia hali halisi ya Tanga hasa, ukiangalia pamoja na Tanzania kwa ujumla, elimu ya kisheria ilikuwa ni finyu mno. Ni nadra sana kupata vijana ambao wamemaliza thanawi kipindi hicho ambacho tumeanza harakati za kielimu. Hata nakumbuka mahadi ya mwanzo ambayo tulianzisha ilikuwa Mahadi al-Faruq, ambayo ilikuwa makao makuu pale barabara 19, ambayo ilikuwa ndo makao makuu ya kwanza ya taasisi ya vijana wa Ansar. Pale tulianzisha mahadi katika kiwango cha ibtidaia na mutawasita, na walimu wetu wa mwanzo ilikuwa hakuna mwalimu hata mmoja wa thanawi. Vijana waliomaliza Kenya wakati huo ndo kumeanzishwa maahidi kule, ndio ambao baadhi yao wa Kenya na wengine wachache wa Tanzania walikuwa ndo walimu wetu katika Mahadi al-Faruq. Lakini Mola alitujalia tukafikiria hali ya baadaye, na nakumbuka wale wanafunzi wetu wa mwanzo tukawaambia, jamani, someni, lakini muhakikishe kwamba hiki kiwango ambacho mmekipata ni kidogo mno, bado mnahitajika kusoma mpaka mfikie viwango vya juu sana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akaleta taufiki. Baada ya kupata taufiki ya ile mahadi yetu ambayo tumeianzisha pale barabara 19, katika juhudi hizi ambazo zilikuwa ni za ikhlas, Mwenyezi Mungu alituwafikisha kupata baadhi ya ndugu zetu kutoka Kenya ambao wamesoma nchi za nje, walikuja hapa pamoja na baadhi ya wageni kutoka Saudi Arabia. Wakaona ile juhudi yetu ndogo tulioifanya, basi ikawa ni sababu ya kupatikana hivi vitu vingine. Kwa mfano, hii Mahadi al-Imam Shafi'i ilikuwa ni juhudi ambayo imefanywa na ndugu yetu al-akh ambaye sasa ni Dr. Abdullah Marzuki, ambaye alikuja akatembea akakuta huu msikiti. Huu nao msikiti wakati unajengwa ilikuwa ni pori hapa, hakuna hata tulipojenga watu wakasema nani atakuja kuswali hapa. Lakini wale wanafunzi wetu wa mwanzo ambao tuliwachukua kwa malengo ya kutaka kusoma Mahadi Imam Shafi'i, wakawa wanaishi hapa hapa msikitini na wanasomeshwa hapa hapa. Lakini bwana yule, Mwenyezi Mungu amlipe kheri na yuko hai mpaka leo, Sheikh Ali alipokwenda alionana naye na wanasalimia sana vijana wote kwa ujumla, alipata ghera kubwa sana ya kuwa na fikra ya kuendeleza masomo ya sharia kwa kuanzisha Mahadi Imam Shafi'i kwa ajili ya kuandaa maimamu na maduati. Kwa hiyo Mola akajalia tukaweza kununua jengo hili hapa. Hili jengo asili yake lilikuwa bwana mmoja ambaye hakuwa Muislamu, na jengo hili lilikuwa katika majengo machache yaliyojengwa eneo hili. Yule bwana hakuwa Muislamu, nia yake ilikuwa ni kufuga na nguruwe hapa. Lakini hiki kiwanja kwa sababu kilikuwa ni chetu, tumejenga msikiti, lengo lake lile la kutaka kufuga nguruwe, yeye mwenyewe akaona sasa hapa itakuwa shida. Kwa hiyo ikawa sababu ya yeye kutuuzia ili jengo. Alhamdulillah, kupitia taasisi ya Al-Haramain ndio tukaweza kununua jengo hili, na huu ndio ukawa mwanzo wa Mahadi al-Imam Shafi'i. Kwa hakika mahadi hii imezalisha, kama alivyosema Sheikh Ali mudiri wetu wa sasa, kwamba imezalisha
vijana wengi sana, na wengine tumewashasahau. Kuna vijana baadhi walikuja ofisini hivi karibuni ambao tuliwalea sisi, pia ni mayatima, waliishi katika nyumba yetu ya mayatima Makorora. Kwa hakika wamemaliza masomo hapa, lakini nimeshindwa kuwatambua kwa sababu wamebadilika, wameanza kuwa na ndevu. Wakati huo sisi tuwakumbuka bado ni wadogo, unaona. Ukiwauliza kwambia mimi niko mahala fulani na darisisha, mimi niko mahala fulani, na wengine hivi sasa wako vyuo vikuu. Kwa huu mfumo ambao tumeanzisha huwa wa masomo ya jioni haya, ambayo umezalisha hivi sasa, kuna vijana wako vyuo vikuu hivi sasa Morogoro pamoja na Dodoma, kule chuo kikuu cha Dodoma. Wamemaliza hapa Mahdi Imam Shafi, wakaingia katika mfumo huu wa QT, mwisho yote wamefaulu form 6, wako vyuo vikuu. Na katika natija njema ambayo tunaendelea kuipata hivi sasa, hata hawa wakuu wa mashule yetu, mashule ni katika vijana ambao wamemaliza Mahdi Imam Shafi. Hivi sasa mkuu wa shule ya Arafa Primary ni katika vijana waliomaliza Mahdi Imam Shafi, na ndio malengo ya taasisi. Tunataka kutengeneza maduati, mashekhe ambao kwa kejeli wasiokuwa Waislamu na baadhi ya Waislamu wanawadhalilisha vijana waliosoma dini au mashekhe, kuwaita mashekhe ubwabwa. Hii lugha sasa imeanza kutumika sana, na wanajaribu kukarini, kutofautisha baina ya mashekhe pamoja na mapadire au viongozi wa makanisa. Wanasema unaona hawa mashekhe wao kazi yao kutumiwa tu na watu wa vyama vya kisiasa, hawa mashekhe ubwaba. Maneno mengi sana, yani ukiingia kwenye mitandao unakuta bugdha, chuki na uadui mkubwa, mpaka Waislamu wanawadhalilisha mashekhe wa Kiislamu. Na hasa ilivyokuwa baadhi ya mashekhe nao pia hutumia lugha chafu katika kuzungumza kwenye mitandao, basi imekuwa ni sababu kuwachagiza hawa kutukana zaidi. Kuna shekhe kasikika kwenye mitandao kwenda kumuita Mama Khadija kwamba mshangazi. Yani imeleta maneno mengi sana. Hizi lugha za kihuni, yani shekhe huwezi kuzungumza lugha za wahuni, kwa sababu mshangazi linatokana neno shangazi. Sasa shangazi ni nani jamaa? Si ndugu yake baba? Sasa vipi iwe mtu eti kwa sababu mwanamke mkubwa alimpenda mwana kijana basi aitwe mshangazi? Hizi lugha zizungumzwe na wahuni, lakini haiwi shekhe. Sasa mara nyingine lugha namna hii zinachangia wale maadui wa Uislamu kuweza kuwatukana mashekhe na Waislamu kwa ujumla, kwamba nyinyi dini yenu imepitwa na wakati. Sasa nachotaka kuambia ndugu zangu, hasa nyinyi vijana ambao mnamaliza masomo, wakati umebadilika jamaa. Sisi wakati tunafanya da'wa hatukutaraji kwamba eti kuna siku unaweza ukazungumza maneno yako yakasikilizwa na ulimwengu mzima. Tulikuwa hatujawahi kudiriki kwamba hilo jambo linakuja. Niliwahi kuwaambia kwamba katika watu waliotangulia kujua haya mambo ya kisasa, mashekhe zetu wa Kenya, kuna rafiki yetu mmoja ambaye alikuwa anatutembelea, kijana ambaye amemaliza Saudia. Anaambia, shekhe, kuna haja sana kufungua akaunti za Facebook. Mimi binafsi namwambia, Facebook nini? Dhana yangu kwamba eti ni mtandao ambao kazi yake kuonyesha watu nyuso zao kutoka neno face, yani kitabu kinaonyesha picha. Kumbe haikuwa hivyo. Wakati huo mimi simu yangu ni ya Kiswaswadi. Tena niwaelezee kisa cha kuchekesha. Ile simu yangu ya Kiswaswadi, bahati ilikuwa na zile alfabeti za Kiarabu, ambayo haikuwa rahisi kupata simu yenye alfabeti za Kiarabu kuweza kuandika maandiko ya Kiarabu. Sasa ilikwenda, nakumbuka ilikuwa ni Nokia, ndio simu mama wakati huo inafahamika. Ilipokwisha lile ganda lake la juu linaonyesha herufi, ikabidi mimi nitafute jingine la kulibadilisha. Nchi nzima hapa Tanzania hakuna, kila tunavyokwenda Dar es Salaam wapi hamna. Nikapata bahati ya kwenda Imarati kwa shughuli. Kitu cha kwanza nimekwenda kutafuta ganda lile la alfabeti za Kiarabu. Kwa hakika nilihangaika kweli kweli.
mpaka nikafikia wakati nikamuuliza mtumishi mmoja wa duka ambaye alikuwa Muhindi, nikamuuliza kwa Kiingereza kwamba can I get this, nikamuonyesha ile simu yenyewe, nikamwambia nataka hizi alfabeti za Kiarabu. Ananiambia, my friend, you can't get this thing nowadays, everything is changing, why don't you take a smartphone? Sasa mimi sijui smartphone sijui, wakati ndo zimshaingia smartphone. Basi wallahi nimeshindwa kupata kwa ile akili mgando kwamba eti kumbe kushabadilika mabadiliko makubwa sana ya simu. Hivi sasa kuna mambo ya WhatsApp, kuna Instagram, kuna nini yanakuja tu, kila siku yanakuja. Nimerudi katika hali ya kwamba nimefeli kupata ile simu. Kwa hiyo ninachotaka kuambia vijana, hivi sasa limeshakuwa ni agizo la mkutano mkuu wetu uliopita kwamba imeonekana njia ya haraka ya dawa ni kutumia mitandao ya kijamii. Na nyie mnashuhudia hivi sasa maharibiko makubwa ya kijamii yameingia hivi sasa kwa sababu ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na udhaifu tuliokuwa nao Waislamu katika kupambana na batili zinazoenezwa katika mitandao ya kijamii. Kwa hakika mimi binafsi nimeligundua na baadhi ya wenzetu wameligundua hili jambo, ndio ikafikia moja katika azimio, kuna haja hivi sasa kuanzisha kikundi ndani ya taasisi yetu ambacho kazi yake ni kupambana na batili kwenye mitandao. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao Waislamu ambao wako katika kusimamia haki ni wachache mno. Watu wa batili wamekuwa wengi, mashekhe wamekuwa wengi. Kwa hiyo kila mtu anasema yake anayotaka. Kuna mmoja akajitokeza hivi karibuni kisha toa fatwa kwamba asema kwamba tarawehe ni uzushi, hamna ndani ya Qur'an. Mara kasema kwamba hakuna hija, hija ni nyumba tu. Aya zote na hadithi zimekuja hijjul baiti, kwa hiyo watu waende kwenye nyumba wazunguke warudi, hakuna Safa wala Marwa wala nini, hakuna. Kaja huyo mwenyewe ajiita Sharif Majini, sio kuna mwingine kazuka ajiita Sharif Majini. Maneno kama haya ukiangalia kwenye comments kuna vijana maskini wanamuunga mkono. Kwa nini? Kwa sababu hawana misingi ya dini, hawana kabisa. Kwa hiyo ninachosema hivi sasa, jamaa, daia ambaye anahitajika katika asri hii, katika kipindi hiki, ni lazima atasalah, abebe silaha za mapambano. Na silaha ya mapambano kubwa sana hivi sasa ni kutumia mitandao hii. Nyinyi mnaona hivi sasa kuna nchi za pinduliwa kwa kupitia mitandao. Hapa vurugu zilizotokea Oktoba 29 ni mitandao, matumizi ya mitandao. Waadui wa Uislamu, maadui wa nchi wametumia pesa nyingi sana kwa kupitia mitandao kutaka kuleta uvurugu na uvunjifu wa amani. Mwenyezi Mungu ametunusuru, lakini kwa hakika vita ni vikali mno na mpaka sasa vinaendelea. Hivi sasa kwenye mitandao kumeshatokea baadhi ya vijana wanavaa maninja wanaita haya, wameshatangaza eti wameanzisha kikundi cha uasi kupambana na serikali. Sasa vitu kama hivi vya uvunjifu wa amani, vya kigaidi, sisi Waislamu ndio tulikuwa wa mwanzo wa kupambana navyo kabla hata serikali. Ndani ya mitandao hii tuingieni, na hizi ndio fatwa za wanachuoni wetu wa sasa. Marehemu Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen ana kauli yake mashuhuri, anasema izhamu ahla al-batili fil internet, pambamaneni na watu wa batili katika mitandao. Si shekhe yule anasema kwamba mitandao ni haramu moja kwa moja, ni matumizi. Kama unakwenda katika mitandao katika nia ya kupambana na batili, basi ni katika ujira mkubwa huo, ni katika jihadi fi sabilillah. Kwa hiyo nitaka kuambia vijana, hasa wale wanaomaliza masomo,
tuhakikishe hiki kipindi ambacho mmeondoka nyi masomoni, kuna hii miezi 6 ya majaribio tunasema, au field, miezi 6. Kipindi hiki kama hujawahi kupata simu smartphone, basi fanya juhudi ipatikane haraka sana. Ukiwa humo kwenye mitandao utakuwa umepitwa na wakati sana, na ufanye juhudi ya kupambana japo kwenye comments kwamba hii sio sahihi, batili hii, na hii usahihi wake ni huu hapa, aya hii, hadithi ni hii hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi vijana mnaomaliza, na wapongezeni kwa kumaliza masomo, na tuna zawadi tumeiandaa ofisi kuu. Zawadi hiyo ni kubwa, ina thamani kuliko kitu. Nayo nini? Sera ya da'wa ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Hii sera mkiipitia, mtakuta mmepata hazina kubwa sana ya kazi ambayo mmeifanya, na inshallah mtagaiwa hii sera kabla hamjaondoka, hii leo hii. Na wale vijana wa mtawasita hatukuwafikiria kwa nani, lakini kama watazihitaji, hasa ofisi kuu iko tayari kuwachapishia na kwa papa. Lakini ilikuwa leo tumeandalia hawa vijana wetu wanaomaliza wawe na sera ya da'wa. Alhamdulillah, imeandaliwa na kamati maalumu ya mashekhe wetu sisi au walimu ambao wana tamkini, wamemakinika sana katika shughuli za kidawa na uzoefu wa muda mrefu. Kwa hiyo mtakuja kugundua manhaji ya Sunna imekusanywa, imeletwa katika kijitabu au kijijarida ambacho ukikipitia kitakuwa kinakukumbusha, na yale mambo ambayo ulikuwa ukiyafikiria vingine, basi utayakuta yako katika njia ya sawa. Na hivi sasa ofisi ya mkurugenzi wa dini nafanya maarifa ya kufanyia sherehe ile sera ya dawa, kuifanyia sherehe, kuimezesha nyama ndani yake, aya, hadithi, kauli za wanachuoni Ahlus Sunna wal Jamaa na salafu saleh. Kwa hiyo kwa haya jamani, mimi nawaambieni langu ni hili. Jingine nalirejesha kwa mwenyekiti wa The Islamic Foundation. Yamezungumzwa mengi kuhusu The Islamic Foundation. Kwa hakika Islamic Foundation ni tunasema ndio hawa Answari, na ndio maana tuko katika umbrella, taasisi ya umbrella ambayo ni BASUTA. Sote wenye misimamo mimoja ya manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa katika aqida, katika fiqh, katika miamala, sote sisi tuko katika nembo moja ya Answaru Sunna. Tunaitetea na kuinusuru sunna, ikiwemo na aqida ya Kiislamu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo hawa ndugu zetu tumeanza nao dawa muda mrefu sana, na ujio wa shekhe hapa ni matunda na matokeo ya zile juhudi za muda mrefu ambazo tumezifanya pamoja katika kuenzi dawa ya Kiislamu iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo mimi nachukua fursa hii kumkaribisha na kumpa fursa ya kuweza kutoa nasaha zake za mwisho, na nikiongezea kuhusiana na huu mpango uliosema wa kuboresha mambo ya mitandao, kwamba tumepanga sisi kwamba na hii mahadi nayo tuanze kuwalelea vijana katika kujua hii teknolojia ya kisasa. Hivi kuna mtu wa kheri amekusudia kuchangia kompyuta 16, ni chache, kwa ajili ya huu ulikuweko mpango huko nyuma kama mnakumbuka, kwa wale ambao wamesikia habari, halafu zile kompyuta zikafa, ikawa hakuna. Kwa hiyo kuna mtu mmoja katika hili zoezi linalizungumza kakusudia kuchangia kompyuta 16 kwa ukamilifu wake, kwa ajili ya kuandaa vijana sasa waweze kuingia kwenye teknolojia ya kisasa. Na vile vile katika maagizo ya mkutano mkuu kwamba ndani ya maahadi zetu zote zilizoko hapa nchini kuanzishwe kikundi maalum cha kuelimisha hawa vijana namna ya kupambana na batili zinazoendelea ambazo ni kinyume na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hiyo ombi langu mimi kwa mwenyekiti wa The Islamic Foundation, kwanza namshukuru, juhudi ya kwanza aliyetuunga mkono, bali sio juhudi ya kwanza, ilikuwa ni kuasisi Radio Ihsan. Radio Ihsan alituletea kikosi hapa mwezi mzima, vijana walikuwa hawajui chochote kuhusu radio, na waandishi wake pamoja na watangazaji wake, mpaka ikasimama hii radio.
bali mpaka leo kuna baadhi ya sauti za wale watangazaji wa mwanzo zipo katika redio Ihsan kuonyesha kwamba tunakumbuka fadhila na kheri hii walitufanyia, na pia wametusaidia sana upande wa media. Hii kamera ambayo nayo kijana mmoja wetu ni kamera ambayo tumezawadiwa ukumbini wakati tuko kwenye mkutano wa The Islamic Foundation wa mwaka. Nilimwambia mwenyekiti, hebu tupatie kamera japo ile iliyochoka choka. Basi alitupa kamera moja ambayo iliharibika kifaa fulani. Yeye kwa sababu alipata nyingine za kisasa zaidi tukapewa, lakini tumekwenda kuitengeneza. Hizi picha mnazoziona kwenye mitandao zote zimetokana na kamera hii. Jazakallahu khaira. Lakini sasa vijana wa media wanatuambia hii kamera ishakuwa ni moja tu, kazi zimeongezeka. Kwa hiyo kama unazo zile za zamani ningeomba utupe ili tuendeleze hili gurudumu la maendeleo. Kwa haya machache na watakieni kila la kheri. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.